Yakobo 4:6 asema hivi, asema lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, mpingeni Shetani, naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza, na kulia, kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwe huzuni kubwa. Jizilini mbele za Bwana, naye atawakweza. Bwana apewe sifa. Lakini huwajalia neema, kutujalia sisi neema iliyo zaidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao na mendeleo. Bwana apewe sana. Kutujalia neema, yeye huwapinga wajikuzao. Bwana apewe sana. Amen. Sasa tuingie kwenye hapo. Kwa hiyo huyu Mungu anasema nawajalia, au nawajalia wale wanaojinyenyekeza. Kule amezungumza, anasema kulia kwenu, furaha yenu na iwe kulia kwenu, kucheka kwenu na iwe huzuni yenu. Bwana asifiwe sana. Anaelezea kule. Sasa tunapomtafuta Mungu tunamaanisha katika roho, ambapo huwa tunamuita Mungu katika maombi. Tunaomba Mungu kwa kumlilia, kwa kuhitaji atujazie neema, atupe ushindi, maana vita hivi si vyetu, ni vita vya Bwana. Kwa hiyo tunapoutafuta uso wa Mungu tunasema, hey Mungu tusaidie Bwana, maana Bwana nimekosa mbele zako. Ni kama mtu aliyeenda kwa mtu amemkosea kitu, akaenda kumwomba msamaha. Bwana, naomba unisamehe Bwana, nilikufanyia jambo hili. Maana natakiwa utamke wewe kwa mdomo wako, useme wewe kwa kujisikia, kuto kujisikia vizuri wewe mwenyewe, kwamba huyu mimi niliyemfanyia hiki sijamfanyia, nimemkosea. Maana yake umemkosea Mungu. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo Yesu akifananisha na pale, Yesu anasema Yesu siku zake hizo alikuwa akiomba sana na kunyenyekeza na kulia. Ingawa Yesu alibeba utukufu. Yesu alipokuwa mbinguni alikuwa na utukufu wa kimbingu. Alipozaliwa akaja duniani, kusoma kwenye Yohana 17:5, akaja akaacha ule utukufu, akafananishwa na mwili wetu ili awe kielelezo kwetu. Akajinyenyekeza, akajishusha, asijikweze, kwamba Mungu naomba unisaidie, Mungu naomba uzidi kunipa ushindi katika maisha yangu, maana mimi ni chombo tu, naomba unisafishe. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua sisi tumefananisha na vyombo vya Mungu. Kwa hiyo tunapomhitaji Mungu hutusafisha na damu yake, hutusafisha tuwe watakatifu. Wengine hapa wamefananishwa na jiwe, wengine ni fedha, wengine ni chombo cha dhahabu, wengine ni chombo cha udongo. Sasa kila chombo husafishwa ili kifanye kazi itokana nao na hiyo kazi. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu hapa tulipo, kuanzia pote hapa, kila mtu ameitwa kwa namna yake. Amina. Na Mungu amekusudia hicho alichokuitia wewe ukifanye kwa asilimia kubwa, usikifukie. Ndio tunapomuita hata katika utumishi, uwe uchungaji, uwe uinjilisti, uwe uimbaji, uwe ufanyeje hivi, huwa tunaingia kwenye maombi, tunajinyenyekeza kwake, tunamuita. Ndio maana Ijumanne na Jumamosi tunaweka kwamba tumuitie Mungu, tupige hata magoti, tufanye hivi. Mungu nakuhitaji Bwana, naomba unisaidie, mimi si lolote. Unajua wanaoikiza wale upande mpaka panasubuka hii, unajua maana ni kujishusha na kujinyenyekeza pamoja. Hawapo kama sisi tunachokitafuta. Maana yake andishi lilipozungumza nasema dua, kusujudu, unamtafuta Mungu, vipimo ujishushe na moyo wake ushushe, na Mungu akuone katika ulimwengu wa roho, ukisamilia kabisa kwamba yeye ndio mpaji,
Wengine huwa ni wastaarabu, anafikiria kumtafuta Mungu, mimi ndio nitakuombea muda wote, kwamba kwa sababu mchungaji yupo kila siku atasema Mungu msaidie, Bwana mjalie, mpe uzima, msafishe na damu yako, lakini Mungu huhitaji mdomo wako. Bwana mpendwa, ndio maana tunapoweka kwamba uje hapa, hata ukiomba, unajua unaweza ukacheka watakatifu wanapoomba, unaweza ukasalau. Nilikuwa nasikia wengine wakati ule kipindi cha kanisa nilipoanza upya pale Yerusalemu, walipoomba pakatingishika, wakawa na sauti moja, wakasema Mungu, we Mola, wewe ndio mkuu. Bwana asifiwe sana. Wakamwita Mungu, ndimi zao zikabadilika zikawa kama moto. Sio kama kwamba hawakusema, wengine walisema, wengine hawakusema. Watu walisema kwa midomo yao. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu amekusudia. Ndio maana kwenye kitabu cha Ezekieli nasema niite nami nitakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu amekukusudia kujaza neema. Amekusudia akufikishe mbali katika hicho aliyokuitia hicho. Anataka ufikishe stage za juu, ili ukifika hapo mambo ya Mungu yaonekane kupitia kwako, kwa sababu humlilii Mungu, humtafuti Mungu ili Mungu akubebee utukufu. Umemkataa. Umeona wewe kwa akili zako unao ubora sana, unao uimbaji mzuri, unao uhubiri mzuri, unajiweza kwa akili zako mwenyewe, kwa sababu Mungu huhitaji. Anasema usipomhitaji, anao watu wengi wanaomlilia usiku na mchana. Wapo akina mama kama jeshi kubwa wanaomlilia Mungu usiku na mchana, wakitafuta uwepo wa Mungu, wakimtafuta Mungu. Watu wengine wamejaa ustaarabu, wanajua hawawezi kuomba, watapata utukufu bure bure. Wenye nguvu ndio wauteka ufalme wa Mungu. Tunapozungumzia nguvu, hatuzungumzii nguvu mangumi, wala hatuzungumzii kwa sababu umejaa sana unaweza ukapiga wote. Kuna kujaa katika ulimwengu wa roho, unajaa nguvu za kupita kiasi. Bwana asifiwe. Kwa tunapozungumzia wokovu ni kitu cha bure. Tumeokoka bure, neema tunapewa bure. Bwana asifiwe. Hamna haja ya kusema umefanya jambo lolote. Ndio maana unaweza kusema Mungu uliponiokoa, uliniokoa bure. Tena ulikufa pale msalabani bure tu. Sikutoa hata hela wala dhahabu sikutoa. Ndio maana leo nakuja hapa, nakuja kukushukuru tu.